Kwa kweli huyu mtendaji wetu hatumtaki moja kwa moja, kwa sababu huyu mtendaji wetu anapenda sana rushwa. Kuna mambo mengi sana ndani ya miaka mingapi aliyokaa hapa, kwa kweli tumeumizwa na tumeumia sana. Hapendi kufuatilia kwamba kesi hii inaendaje au vipi. Yeye anajua tu kwamba aumize watu. Kuna michango midogo midogo anachangisha pasipo kujua serikali ya kijiji wala mwenyekiti wala nani. Kwa kweli katuumiza sana. Nimefanya naye kazi huyu nani weo toka mwaka 2010, lakini anapenda rushwa. Kinachomsababisha ni rushwa. La pili, baada ya kuona na maovu anakimbilia polisi. Mkutano umeitishwa halali, lakini yeye baada ya kutoka hapa anakwenda tarafani, wanachonga michongo, wanakuja kuwabeba viongozi wenzake ambao walikuwa wanafanya nao kazi. Paka dakika hii Daniel Ngulo, mwenyekiti na Anthony wako ndani. Kijiji kinasemaje? Wale vijana watolewe, na huyu kama mkurugenzi ataendelea kumpenda, ampangie kituo kingine, usalama wake uwepo. Shida kubwa ya hichi kijiji nadhani mmeshaelezwa ni mtendaji wa nini? Wa kata. Mimi nataka niwaambie. Cha kwanza, mtendaji huyu wa kata mimi nimefanya naye kazi nikiwa mjumbe wa serikali ya nini? Ya kijiji. Tunarudi wakati na madaraka ya utendaji wa kata. Juzi tulikuwa tuna mkutano, tukamkataa mtendaji wa nini? Wa kata, na sababu tukazitoa. Sababu ya kwanza, mtendaji wa kata kageuza watoto wetu kama mitaji. Mtoto wa sekondari anapokuwa pale shuleni akapewa ujauzito, akarudi nyumbani, yeye anakwenda kumbana nani? Mzazi. Piga 800, piga 400, piga laki ngapi? Ushahidi ninao. Kuna mtoto wa John nani pale? Mtoto wa nani? John nani? Hapo ngambo. Acha John Ngalia, John Madawi. Sawa, wamepigwa shilingi laki 4. Ilikuwa laki 5. Na James Yohana. Haya, kuna mtoto wa James Yohana wamepigwa shilingi laki 5. Kuna mtoto wa Nyachamu wamepigwa laki 350. Sostenes Kahepo. Wote hao wanapigwa hela. Huyu mama, sisi kijiji chetu kina milima hiki mnakiona hiki. Kuna milima mingi sana mpaka huko Mpyongo ndani. Lakini ukiangalia mazingira yetu hususan Mpyongo, yani watu wamefyeka sana juu ya mlima. Wanalima mashamba. Na huyu mama anatoka kama yeye. Akienda anawaita, anatoza faini. Laki 8, laki ngapi, anaondoka. Akishaondoka wale watu, mtendaji kala hela, wanaenda kufyeka poli. Utakuta kwa mfano mwaka juzi wamefyeka, mwaka jana alipoenda watu wamefyeka zaidi ya hekari 7 mtu mmoja. Kama uongo, tengenezeni safu waende Mpyongo pale wakaangalia mazingira ni mabaya. Na kila siku tunaangalia taarifa za habari, tupande miti, tusikate miti. Lakini mtendaji wetu wa kata ndio hivyo, anachukua hela, watu wanaendelea kukata miti. Aliyekuja kutuondoa wasiwasi kwamba analifanyia kazi, hatumtaki mtendaji wa kata ya nani ya Makutupora, hajatupa jibu. Uandikishaji hauendi vizuri. Hili jibu litatoka lini kwamba mtendaji wa kata ya Makutupora hatumtaki? Hatumtaki kwa sababu yeye anaendesha vibaya kata yake ya Makutupora. Anaendeshaje? Hapa tueleze sasa. Moja. Shida ni nini? Shida yake moja. Kulikuwa na kikundi kimeanzishwa hapa, watu wakope pesa ili kwamba wafanyeje? Kujinusuru katika maisha yao. 10%. Yeye akachukua wafanyakazi wenzie akawapitisha wakakopa. Hawa wala hoi wako chini. Hakuna mtendaji yoyote aliyeajiriwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambaye ametumwa akawanyanyase wananchi. Hayupo. Hayupo. Na huyo mtendaji ndio maana hapa hayupo. Ndiye mmemwona hapa? Ameshaondolewa, nimeshamuondoa tayari. Mkuu wetu wa mkoa alipata taarifa hizo jana kutoka kwa katibu wetu wa chama wa mkoa. Alikuja akapata hilo tatizo, akanipigia, nikamwambia nenda kamweleze mkuu wa mkoa.
Mkuu wa mkoa nikamwambia mimi nitakwenda kesho asubuhi nikamuone huyo mtendaji huko. Akasema mwenyekiti, nimekusikia Mama Samia amenikabidhi mkoa wa Singida, nenda kawatangazie wananchi kwamba mtendaji huyo nimeshamuondoa. Aende kwa baiskeli, aende kwa gari, popote atakapopelekwa atakwenda kwa gharama zilizowekwa. Wananchi wanalipa kodi kwa ajili ya kuendesha hii serikali. CCM oye! Hapa ataletwa mtu mwingine kutoka wilayani.